Bwana, karibu sana kwenye movie yetu pendwa. Hii movie yetu inaanzia bwana harusi akimkimbiza bibi harusi. Huyu bwana harusi anaitwa Haji Manara, huyu bibi harusi anaitwa Zailisa. Bwana anamwambia simama, nitakuja kufanya kitu kibaya, lakini Zailisa akukubali kitu chochote, akaendelea kukimbilia. Haji Manara akaamua asitumie hasira, atumie sasa utaratibu. Naomba usije ukajidumbukize, nakupenda sana, tutaishi maisha mazuri Zailisa, usije ukajidumbukiza. Na akamwambia sitaki kusikiza chochote, na ukisogea nitajidumbukiza, naomba kaa mbali na mimi, naomba Zailisa usifanye hivyo. Zailisa please, nakwambia hivi, sitaki unisogelee, ukisogea najidumbukiza, au usifanye hivyo Zailisa, siwezi, sihitaji kuolewa na wewe, naomba ukae mbali. Haji Manara akajaribu kumshawishi Zailisa, lakini Zailisa hakusikiza chochote. Hatujui nini. Oh my God, Zailisa alijidumbukiza akadondoka chini. Sijui kama amepona. Haji Manara anamwita Zailisa, Zailisa, lakini hakufanikiwa kumwona tena. Zailisa akawa amedumbukia kwenye maji na anaelea. Sasa hatujui atakuwa amekufa au bado ni mzima, lakini kuna jamaa mmoja anaitwa Dula Makabila, umeona, akati anapita pita akaona hii maiti hapa. Yule si mtu yule, tena hiki, umeona, basi akaamua kuisogelea ile maiti. Mtu yule, hebu ngoja nimsaidie. Basi akaamua kuzama ndani ya maji. Akamwambia binti ni mzima? Ni mzima. Akaamua kumtoa ndani ya maji. Huyu jamaa anaitwa Dula Makabila na huyu binti anaitwa Zailisa. Jamani, tusisahau hilo, tukumbuke hayo majina. Tunaendelea na story yetu nzuri kabisa. Jamaa anaendelea kumuita Haji Manara, anaendelea kumuita Zailisa, lakini bila mafanikio. Zailisa akawa anaendelea kuita, lakini bila mafanikio. Jamaa akawa amesikia, lakini hakutamani huyu mtu amuone. Huyu mtu, huyu ni nani? Nikia kuna tatizo, sitaki akuone. Jamaa akaamua kumficha huyu binti ili Haji Manara asimuone. Dula Makabila tujajua na nia gani nayo binti, mbona anamficha na mtu ambaye hamjui? Umeona? Bwana, usiondoke, hii movie ni kali sana, utaenjoy babu. Usisahau tu kusubscribe na kulike na kucomment Baba Sheva, account hii inaitwa hivyo. Haji Manara akaendelea kuita, lakini Dula Makabila akaendelea kumwamsha yule binti ambaye ni Zailisa, amka, lakini akaamua mfiche hapa ili Haji Manara asije kumwona. Umeona? Lakini Haji Manara kukata tamaa, akaendelea kumtafuta Zailisa. Akamwona huyu jamaa, akamwambia oya. Jamaa kainuka. Vipi? Nikusaidie nini? Hujamwona kuna binti hivi amevaa shela hivi? Jamaa kafikiria sijamwona. Hujamwona? Ndio. Mbona akawa umeloa? Hamna, kawaida tu, nilikuwa nachezea maji na nini, ndio nimeloa. Sawa. Ukimwona kuna binti amevaa hivi shela, jua kama mimi ndio namtafuta. Zailisa akawa anaendelea kuita. Sasa tujajua huyu Dula Makabila ana namna gani ya kumwambia huyu Zailisa kama yuko hapa na kumficha. Huenda akajua labda kuna tatizo, akaamua kumbeba ili kuondoka naye. Bwana, hatari sana, usitoke hapo. Hii movie ni kali sana, ni kali sana. Umeona bwana, tumekana jamaa amembeba huyu binti ambaye ni Dula Makabila sasa na kuelekea naye nadhani nyumbani kwake. Anafika pale nyumbani. Vipi tena, mbona umekuja na mtu? Huyu nimemkuta kwenye maji, ana matatizo. Sasa unabebaje mtu ambaye sio mjua? Akamwambia wewe vipi wewe? Huyu mwanamke anaitwa Zuchu. Akaamua kumweka mlaza hapo ili apate hewa. Kwa katika utafiti wake Dula Makabila aligundua kabisa binti hajafa, kwa kama amezimia fulani. Akaamua kuvua ile shela, umeona, na kumweka kitandani. Mwanamke yake anakuwa vipi? Huyu ni nani?
huyu bwana nimemsaidia, ana matatizo, nimekuta ameingia kwenye maji, kwa hiyo nimeamua tu kumsaidia, ni kama binadamu. Hakuna, huyu sio mwanamke wako kweli? Hamna, sio mwanamke wangu, mimi nimeamua tu kumsaidia. Tumsaidie mke wangu, tusiwe hivyo. Tunakuja kugundua kwamba huyu Zuhura na huyu jamaa ni mtu na nani, na mtu na mke wake. Mimi sijapenda Dula. Mara yule binti anakoa, Zaiylissa anakoa, amepata fahamu, anashangaa niko wapi? Niko wapi jamani? Anaambia usijali, utakuwa sawa, huko sehemu salama. Wewe ni nani tu? Mara Haji Manara anaendelea kumtafuta jamaa, anamuita Zaiylissa, jamani, naomba msije mkamwambia kama niko hapa please, naomba msije mkamwambia kama niko hapa, naomba nimsaidie please, naomba msimwambie. Kwa nini tusimwambie? Kwa nini unamkimbia? Umeiba au umefanya nini? Amna, naomba nimsaidie, nitawaambia. Msimwambie kama niko hapa, nitawaambia nini? Kwa nini namkimbia? Mke wangu, naomba hebu tumsaidie. Huyu binti ana matatizo. Kwa basi muelewa. Ataambia sawa. Kishingo upande, lakini ambaye usijali, atomwambia tunakuja. Binti akaendelea kukaa pale, wala kwenda kumsikiliza huyo mtu anaita. Unaona? Jamaa anafika mpaka kwenye ile nyumba. Anaita. Tukusaidie nini? Kuna mtu anamtafuta. Jamaa anamuona, wewe unakaa hapa? Hujamwona? Hapa anakaa hapa lakini sijamwona. Vipi nikusaidie nini? Bado namtafuta, sijamwona kabisa. Unamtafuta nani? Namtafuta mwanamke wangu ambaye nilikuwa nataka kumuoa. Ndio namtafuta, lakini mkifanikiwa kumuona basi mtanipigia, namba zangu za simu ni hizo hapo. Haina shida, tutafanya hivyo, wala usijali. Tukimwona tu lazima tukutaarifu. Kuwa na amani kabisa. Haina shida, asanteni sana. Jamaa akawa anamwangalia yule mwamba, lakini mwamba Haji Manara kama akawa ana kajicho fulani hivi, anagunda kama yupo, yani kama hayupo. Akawa anaondoka huko, anaendelea kuangalia, amini kama huyu binti hayuko hapa. Yule binti yuko pale ndani, lakini hajiamini. Hivi hawa watu hawajaniuza kweli? Hawa watu hawajaniuza kweli? Akaamua kutoka pale na kuelekea labda uani hivi. Umeona? Yule mwanamke akuja kufunga, mbona hayupo? Ameenda wapi? Anamwangalia. Umeona? Binti ameenda wapi? Katika kutoka hivi anamwona. Haya, naomba niambie ukweli. Wewe kwa nini unamkimbia yule mwanaume? Tumeshaongea naye, ameondoka. Kwa nini unamkimbia? Mimi sitaki kuolewa na mwanaume. Yule mwanaume ananyanyasa. Yule mwanaume anamtesa, mimi simtaki, analazimisha mimi kunioa. Wewe mbona unaongea vitu ambavyo havieleweki? Kwa nini unakataa kuolewa? Wanawake waolewa, wanashindwa kuolewa. Unakataa kuolewa kwa nini? Hapana, mimi simhitaji huyo mwanaume. Mimi sitaki. Mwanaume mimi analazimishaje kumwoa? Mimi simpendi. Kwa pesa zake ndo aje kuninyanyasa. Mwamba anakuja hapa, Dula Makabila anaambia, shika hii upoze baridi, najua unajisikia vibaya. Wewe kuwa na amani tu. Hapana. Huyu kwa nini amekataa kuolewa? Hana sababu za msingi. Amna, usinyola, usije ukaniuza mimi hapa jamani. Yule mwanaume simpendi, analazimisha kwa pesa zake, anataka mimi kunioa, lakini mimi simuhitaji, simpendi na sijai kumpenda. Mke wangu, usimlazimishe mtu, usimlazimishe mtu. Mume wangu, mimi sijapenda. Yule mwanamke anaondoka zake. Usijali tu, kila kitu kitakuwa sawa na utakaa kwa amani. Wewe ni mke wangu tu, haya mambo yataisha, sawa Mwanamke anashukuru sana. Binti bila kuamini anaangalia huku na huku, amini kama amepona. Okay, tunaonyeshwa siku nyingine. Binti ameendelea kukaa pale. Tunaonyeshwa jamaa mmoja hivi kama anaenda shambani hivi. Anamkomba, mama, hatari na nusu. Huyu ni mwanamke wa Dula Makabila. Tunaonyesha Diamond, huyu jamaa anaitwa Chibu. Umeona? Anaambia, vipi wewe unanibusiji barabarani afu wewe ni mke wa mtu? Amna bwana, Dula hayupo sasa hivi, yuko busy, yuko na mambo yake. Mimi nakupenda sana. Mimi nakupenda wewe. Mimi simpendi yule. Umesikia? Kijana mzuri sana.
Kijana Chibu akimwaya akasema hapa sio pazuri, hebu twende tukajivinjari sehemu nyingine, nikakuzagamue, nikakupe utamu. Bwana, tunaisha siku nyingine, jamaa akiwa amekaa sehemu anawaza. Ule binti anakuja akiwa anaangalia mja, anamletea chai hapa. Anageuka na kutoa ule binti. Kamwangalia kama kishara fulani hivi. Mambo safi tu, niko sawa. Vipi, unaendeleaje? Nimeamua tu kuchemshia chai, shika chai hapa. Asante sana, lakini ilikuwa anaja kufanya yote haya. Usijajisikia nishakuwa mwenyeji sasa hivi, naweza nikasaidia vitu vidogo vidogo kama hivyo. Labda usijali. Unaonaje mazingira tangu umefika? Maisha unaonaje? Amna, niko sawa. Vipi, ulimuona mke wangu hapa na nini? Sijamuona muda mrefu, lakini sijui ameelekea wapi. Mara ghafla mwanamke wake anarudi. Anampush. Vipi, mbona unakaa karibu na wanaume za watu? Hebu mke wangu, hebu tulia. Mbona unapenda kumvamia mtoto wa watu kila hajafanya kitu chochote? Sasa anakaaje na wewe, anazungumza na wewe? Anazungumza naye wewe hivyo vipi? Hamna, mimi nilikuwa tu nampa chai tu, hakuna kitu kingine. Usijali, usiwe na wasiwasi. Mke wangu, usipende kumfikia. Mke wangu nimuelewa sana. Mke wangu, usiwe hivyo. Huyu ni mgeni wetu. Usifanye hivyo. Sawa, usijali. Ni vitu vya kawaida. Mimi nampenda sana mume wangu. Kwa nikiona mtu anamkaribia najisikia wevu. Sawa, kuwa na amani, ongea naye. Mwanamke yule anaonekana na gubu, lakini mwanamke tukumbuka ni msaliti kwa huyu jamaa. Na mwanamke anaonekana kama kuna namna gani 1 2 3 4 5. Sasa mimi ngoja nitoke. Baadaye mama anamwangalia binti, lakini hatupati jibu, lakini anatabasamu. Anaona vitu vya kawaida. Okay, tunaisha binti baadaye amekaa ametulia zake akiwaza maisha jinsi alivyo. Umeona, amekumbuka kuolewa na mtu ambaye asiyempenda. Vipi? Naona unaangalia mazingira. Najisikia vizuri. Naona na sio huko nilipotoka, maisha yalikuwa ni ya kulazimishana ya nini. Lakini kuna amani, ninafanya kitu ambacho ninakipenda. Usijali, wewe kaa hapa mpaka utapoona unapojisikia vizuri, ndo zen utaamua kuondoka unapopajua wewe. Tambia sawa, asante sana, kuwa na amani sana. Sawa. Basi wakaendelea kupiga story pale, kubadilishana mawazo na nene. Vitabasamu fulani hivi vya mahaba, sijui niseme vitabasamu sijui vya nini. Unaona jamaa akawa kama ile namna gani vipi, akamwaga na kuondoka zake. Binti alifurahi sana, alipata familia ambayo inamjali na kumsamini. Ni ngumu sana kupata familia ambayo inakujali na kukusamini. Yaani hiyo ni ngumu sana. Tukumbuke hilo maisha jamani, kupata watu ambao unaishi nao na sio ndugu zako wanaishi nao vizuri. Tunaonyesha yule mwamba kuitwa Chibu akiwa ananyatia nyumba ya jamaa. Yule demu anamuona yule ambaye Zailisa anamuona anasema huyu jamaa anatafuta nini? Umeona? Jamaa ananyata. Huyu ananyata, demu naye akaamua kufatafata kuangalia nini ambacho kinatokea. Umeona? Jamaa anapita dirishani. Huyu anaingia dirishani na kuangalia mazingira yako sawa, anafunga dirisha. Anafunga zake dirisha huyo. Binti ashangaa, huyu jamaa ameingia ndani kufanya nini? Ameingia ndani kuiba? Ameingia ndani kufanya nini? Lakini kile chumba akikumbuka, akiona kabisa hichi chumba mbona kama chumba kama cha mwamba hivi. Ona vipi, unaangalia nini senyorita? Amna, mimi siangalia kitu. Vipi, umeona nini? Nini umeona nini? Mimi sijaona kitu. Niambie kama kuna kitu umekiona, niambie. Kitu gani umeona? Hebu niambie. Nimeona kuna mtu anaingia kwenye chumba chako na mkeo yuko ndani. Sasa sijajua kwa nini amepitia dirishani afu ameingia ni mwanaume. Sasa kapita kanyatanyata hapa ameingia. Sasa sijajua amefanya nini.
Amesema akaanza kumwelezea kile ambacho amekiona. Mwanaume ameingia kwenye ile dirisha pale. Jamaa akashauti. Akaamua kutoka kupita, akaamua kwenda ndani. Kenda kuangalia nini ambacho kinaendelea kinyesha kweli. Watu wapo kwenye mizagamu, wapo kwenye michachamuo, mimbo ya kunyanyanyanya, mambo ya makisi ndani kwa ndani, mambo fulani hivi watu wanaoyapenda, watu wadaa hatari sana, wafuski. Jamaa anamtafuna mke wa mtu yani. Jamaa hatari sana. Mwamba anaingia, anakuta mkewe akiugumia, anamwita mke wangu. Jamaa anastuka. Mme wangu, naomba nisamee. Yani nikusamee, nilikuamini sana. Yani unalipa. Hebu nyamaza wewe. Unaongea nini? Unaweza kuongea kitu chochote hapa? Yani kweli mke wangu, naomba utoke ndani ya hii nyumba. Naomba utoke ndani ya nyumba, isije kufanya kitu kibaya. Toka haraka sana. Mwamba akamfukuza yule jamaa. Kuwa na shida na Mwamba. Sasa Mwamba amekuja nyumbani na maana huyu mwanamke wake ndio sasa Zuu akawa anaendelea kujitetea, mimi ni bahati mbaya tu mume wangu, naomba nisamee. Jamaa aliumia sana. Jamaa akakaa chini kwanza bila kuongea. Wazee, mapenzi yanauma. Ukiambiwa love is power, ndio hii kaka. Mimi nimekukosea nini? Nimekukosea nini Zuu mpaka unanicheat? Hebu niachie. Nimekukosea nini? Kuna kitu kibaya ambacho nimekifanya mpaka wewe unaamua kunitendea? Naomba utoke ndani ya nyumba yangu. Naomba toka. Yule binti akawa anakulia, anaangalia tu ajue afanye nini. Yule binti akaamua kuondoka, akamwangalia huyo, akatoka zake. Ashatoka kupewa utamu, tena utamu mwenyewe umekatishwa katikati, hatari na nusu. Binti kabidi aingie ndani kwa ajili ya kumpoza Mwamba. Akamshika pole. Jamaa tutakata kumsikiliza, akatoka zake. Love is power wazee, mapenzi yanauma sana. Yaani ukisikia mwanamke amekusaliti au mwanaume amekusaliti afu umefumania kama vile mtu anapigwa mchezo au anakula mchezo. Roho inaumaga sana wazee, yani inauma sana. Yani usiambiwe, yani sikia tu mtu amemsaliti mtu lakini sikukute wewe. Mwamba kuitwa Dula Makabila kwa nini umenisaliti Zuu? Kwa nini umenisaliti? Umenisaliti mimi kweli? Jamaa kalia machozi mengi sana yani. Kalia sana. Hakuwa na jinsi ya kufanya. Yule demo akawa amekuja pale ambaye kuitwa Zailisa kuja kumpoza Dula Makabila kwa jambo ambalo limekuwa. Usijali, usilie, ni vitu ambavyo unaweza ukasahau. Sasa ingine Mungu amekuonyesha. Sikutegemea kabisa kama anaweza kufanya kitu kama hicho. Amenifanyia kitu ambacho siwezi kusahau. Usijali, kila kitu kitakuwa sawa, siwe hivyo. Mungu atakujalia. Nasikia. Siwe hivyo. Nasikia, naomba sahau kila kitu. Mimi niko hapa kwa ajili ya kufariji, nipo hapa kwa ajili ya kufanya kila kitu ambacho nahitaji. Mimi niko hapa, usilie. Jamaa anyways, lakini naumia sana. Yani naumia kwa sababu mwanamke ambaye nilikuwa nampenda, mwanamke ambaye nilikuwa naishi tutafika mbali, afu mwisho wa siku anakuja kunisaliti. Leo inaniuma sana. Usijali, utasahau tu, lakini asante kwa kunijali. Akamkumbatia pale na nini. Mwamba kapala amepata faraja. Yani unajua Mungu akikutolea kitu lazima akuletee kitu, na akuletee kitu tu basi anakuletea kitu zaidi. Mwanamke basi akamwambia usilie, mimi nitakupa faraja, nitakupa kila kitu unachohitaji, nitafanyia kila kitu kama alichokuwa nakufanyia mkeo. Asante kwa faraja yako. Sangine Mungu alipanga mimi na wewe tukutane, tufanye vitu vingi mimi na wewe. Kwa nafarijika. Tangu nikutana na wewe nasikia mtu mwenye furaha sana. Akamshika jamaa. Mwamba akawa hajapoteza kitu kwa sababu namna gani vipi mazingira, unajua.